Karibu kwenye chaneli yetu, mahali pa kusikiliza simulizi za kweli zinazogusa moyo, kufundisha na kutufanya tujitafakari kama binadamu. Leo na kusimulia hadithi ya mvulana mmoja wa ajabu. Si hadithi ya kawaida, ni hadithi ya kimya lakini yenye kilio kizito. Ni hadithi ya huzuni lakini pia ni sauti ya ujasiri. Karibu usikilize Mvulana Aliyesimama Kimya, hadithi kutoka Nagasaki. Kabla hatujaanza, kama unapenda simulizi zenye kugusa moyo kama hii, tafadhali subscribe kwenye chaneli yetu, bonyeza kengele na shiriki na wengine ili sauti kama hizi zisipotee katika vumbi la historia. Twende pamoja hadi Nagasaki mwaka 1945. Ilikuwa ni mwezi Septemba mwaka 1945. Jua lilikuwa halionekani vizuri. Anga ilikuwa la kijivu na vumbi la mauti bado lilielea juu ya jiji la Nagasaki. Jiji lililoumia, lililowaka moto na sasa lililokuwa kimya. Katika kimya hicho alipita mvulana mdogo. Alikuwa na umri wa takriban miaka 10. Miguuni hakuwa na viatu, nguo zake zilichakaa. Lakini kilichoshangaza zaidi si mavazi wala miguu yake iliyochomwa na vumbi la miali ya moto, bali kile alichokuwa amebeba mgongoni. Alikuwa amembeba kaka yake mdogo, si kwa furaha kama watoto wa Kijapani walivyokuwa wakifanya nyakati zile, bali kwa uzito wa huzuni ya dunia. Kaka huyo mdogo alikuwa tayari ameshafariki. Alikuwa kimya, hakulalamika, hakuguna, hakulia. Mvulana huyo alisimama mlangoni mwa sehemu ya kuchomea miili. Uso wake ulikuwa mgumu, hakuwa analia, hakuwa akiomba, alisimama tu. Dakika 5, 10, zote alikuwa kimya. Wanaume waliovaa barakoa nyeupe wakamkaribia. Kimya kimya wakavua ile kamba iliyokuwa imemfungia kaka yake mgongoni, wakamchukua mtoto huyo kwa mikono na miguu na kuweka mwili wake juu ya moto wa mauti. Mvulana hakusonga, hakusema. Aliuma mdomo wake wa chini kwa nguvu hadi damu ilianza kuonekana. Moto ukawaka, miale ikapaa juu kama kwamba jua linazama. Kisha bila kusema neno, mvulana aligeuka na kutembea zake kimya kimya. Alielekea kusikojulikana. Hakuna aliyejua jina lake, hakuna aliyejua alikotoka. Miaka ilipita. Mnamo mwaka 1979, mtu mmoja aliyenusurika katika bomu la atomiki, Yoshitoshi Fukahori, alianza kukusanya picha za mateso yaliyosababishwa na bomu hilo. Alipoiona picha ya mvulana huyo, alishtuka, aliguswa, akaanza kuchunguza. Alihangaika kumjua huyo mvulana lakini alishindwa. Baadaye mtu mwingine, Masanori Muraoka, aliona picha hiyo na kuamini kwamba alimfahamu mvulana huyo kutoka utotoni. Alisema aliwahi kukutana naye tena baada ya bomu kulipuka, na mvulana alimwambia kwa huzuni, "Mama yangu hayupo." Muraoka naye akaanza safari yake ya kutafuta ukweli, kutafuta jina, kutafuta historia, lakini hata yeye alishindwa. Picha ilibaki, kimya cha mvulana kilibaki, moto ulibaki, na ulimwengu ukabaki na swali moja: nani alikuwa mvulana aliyesimama kimya mbele ya moto wa mauti, bila kulia, bila kuomba, bila kusahau? Na hiyo ndiyo ilikuwa hadithi ya mvulana aliyesimama kimya. Picha moja, mvulana mmoja, huzuni isiyo na jina, lakini ujumbe wake unaishi hadi leo. Hadithi hii imetufundisha kuwa maumivu hayawezi kupimwa kwa macho na ujasiri hauhitaji maneno. Kuna watu waliobeba dunia mgongoni mwao wakiwa watoto na wakanyamaza. Katika hadithi hii imekugusa, tafadhali subscribe kwenye chaneli hii. Tuendelee kusimulia visa vya kweli, sauti zilizosahaulika na kumbukumbu ambazo dunia hailiambii sana. Bonyeza kengele, shiriki video hii na